Hivi unajua kwamba ukimjua sana Mungu, lolote unalolipitia halitakusumbua? This is what nataka kuongelea leo. Natamani sana niongelee hichi kitu Mungu alinifundisha siku moja, kwamba unapomjua Mungu wako ni nani kwako, no matter what happens, hakiwezi kukusumbua. Ayubu 22:21 nasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapo kuijilia. Nilikuwa naangalia sisi wanadamu tunaishi na wapendwa wetu, tunakaa na wapendwa wetu, wazazi wetu, mme labda, watoto. Unajua ukiwa umemjua mtu vizuri huwa hakusumbui. Unajua kabisa okay, sasa hivi labda ana hasira, sasa hivi anapitia changamoto hii, sasa hivi ana amani, sasa hivi nini. Kwa haikusumbui kwa sababu tayari unamjua yule mtu. Lakini kama hautamjua yule mtu inakuwa changamoto, na ndio maana ndoa nyingi wanasema huwa zinavunjika kati ya mwaka mmoja hadi miaka mitatu, kwa sababu mtu unakuwa hujamfahamu vizuri. Kwa hiyo wengi wao wanaona mimi naona siwezi, lakini kumbe alikuwa hajamfahamu tu mtu vizuri. Ndio maana sasa Biblia ikaja kusema hivi, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Mtu ambaye unamjua Mungu, no matter what happens, lolote linapotokea haliwezi kukusumbua kwa sababu unamjua sana Mungu. Ukimjua Mungu kwamba Mungu wangu mimi ni Jehova Rafa, ni mponyaji wangu, no matter what happens, yanapokuja magonjwa, mateso, matatizo, unasema Mungu wangu wewe ni Jehova Rafa, najua hutaniacha. Umesema kwenye neno lako wewe ni Mungu uniponyae, kwa najua kabisa hutaniacha. Unapomjua kwamba Mungu ni Jehova Nisi, bendera yangu ya ushindi, kwa unapopitia changamoto bali unasema Mungu wewe ni mshindi wangu, utanishindia tu kwa sababu Bwana uko pamoja nami, hakuna aliye juu yangu, Mungu ukiwa upande wangu. Kwa hiyo nikawa najifunza kwamba kumbe ukimjua Mungu, changamoto za dunia zinapotokea zitakusumbua kwa sababu unajua kabisa hapa napitia, lakini ni kwa sababu Mungu napitia hii changamoto, ila Mungu wangu ananipenda. Biblia inasema katika Yeremia 29:11, Mungu anasema najua mawazo ninayowawazia ninyi. Sasa ukishajua kwamba Mungu ananiwazia mema, hata litokee jambo gani haliwezi kukutikisha. Of course kama wanadamu kuna mambo tunapitia, kuna wakati tunapata tamaa, kuna wakati tunapitia changamoto mbalimbali, lakini unapomjua Mungu hata katika changamoto zile unazopitia, bado unasema kwamba Mungu, mimi najua uko upande wangu, mimi najua uko upande wangu. Hata mimi nayeongea leo, si kwamba sipitii changamoto, zipo. Si kwamba kuna wakati naona Mungu labda yuko mbali. Kuna wakati naona kabisa mbona naomba lakini naona kama mambo hayaendi. Alafu wale ambao hawaombi naona wanafanikiwa. What is going on? Yaani najiuliza what is going on, my God, my Savior. Yaani unashangaa. Lakini ukiwa unamjua Mungu wako, neno la Mungu linakuja moyoni mwako kwamba niko pamoja na wewe. Mungu alisema sitakuacha wala kukupungukia. Kwa hiyo unasema Mungu, mimi najua hutanipungukia, utanisaidia. Kwa hiyo haukati tamaa kwa sababu unajua kwamba aliye upande wangu ni mkuu kuliko aliyeko upande wa dunia. Kwa hiyo jifunze mtumishi wa Mungu, jifunze kumjua Mungu. Biblia inasema ukimjua Mungu unakuwa na amani. Kwa hiyo unaweza kuwa unapitia changamoto, ila kwa sababu unamjua Mungu unakuwa na amani. Kuna wengi katika Biblia ambao walikuwa wanapitia changamoto, lakini kwa sababu walimjua Mungu, amani ilikuwa inakuja. Mtu anapitia changamoto kubwa, lakini anasema Mungu yuko upande wangu, Mungu yuko upande wangu, sitaogopa, Mungu yuko upande wangu. Nitamani tu leo nikutie moyo, mjue Mungu, soma Biblia, sikiliza maandiko, soma Biblia, omba, kuwa na muda wa kumsikiliza Mungu. Mweleze Mungu, wewe ni baba yangu, napitia changamoto hii, ni nini kinaendelea kwenye maisha yangu, Mungu nisaidie. Na utashangaa Mungu ataanza kukuambia, anakuambia mwanangu subiri, niko pamoja na wewe, usiogope, subiri, niko pamoja na wewe, usiogope, subiri. Ile inakutia nguvu na unapata amani, unajikuta unapata amani. Kwa ukimjua Mungu, ile kitu inakusaidia wewe kuwa na amani. Unajikuta kwamba hata magumu yanapokuja, amani inakuwepo kwa sababu unamjua Mungu ambaye yuko ndani yako. Kwa mimi kitu ambacho natamani kushauri mtumishi wa Mungu, mjue Mungu wako. Kama hujaokoka, ni vizuri umpe maisha yako Yesu. Unapokuwa na Yesu, unakuwa na amani kwa sababu unajua kuna aliye upande wangu. Lakini kama huna Yesu, jua uko peke yako, na ukiwa peke yako kazi ya ibilisi ni kuua, kuharibu na kubomoa.
Kwa hiyo siku ya leo mimi naishia hapa. Nakupenda sana, lakini Yesu anakupenda zaidi. Usikate tamaa unapopitia changamoto, endelea kumcha Mungu. Amen.